niende. Halafu Mungu anasema ikutoshe, usinene na mimi tena juu ya jambo hilo. Lakini Musa alisamehewa, alisamehewa. Lakini kwa nini hakuruhusiwa kuingia Kanaani? Mungu anaposamehe hahesabu uovu dhidi yetu, ila matokeo ya tulichotenda huwa yanabaki. Hii ni sehemu moja nzito sana ambayo tungetamani sana Mungu ashughulike nayo. Tupatie mfano wa pili. Mfano wa pili unaopata ile Samueli ya kwanza. Ile ni tukio la mfalme Daudi katika kumuua Uria, kwa sababu alizini na mke wa Uria ambaye ni jemedari wa vita katika jeshi lake, na akajidai kuficha hiyo yote. Alipoona hawezi kuficha, akaona muue Uria ili waje aseme Uria ndio alimpatia ujauzito huyu mke wake. Lakini Mungu akamuumbua, akaiweka wazi kupitia nabii Nathan. Na kilichotendeka pale, Daudi alipojua ni yeye akatubu, na Nathan akamwambia, Mungu amekusamehe na hautakufa. Lakini sikiliza alichomweleza: kwa kuwa dhambi uliyoifanya imeleta aibu na dharau kwa jina la Mungu, upanga hautaondoka nyumbani mwako. Naomba usikilize vizuri juu ya jambo hili. Tulitamani upanga usifanyike kwa Daudi, na nende ufuatilie, walikufa watoto wake 4. Alikufa yule wa kwanza ambaye ndio katika zinaa aliyoifanya. Halafu alikuja kufa yule kijana wake wa kwanza kuzaliwa kwa sababu alimbaka dada yake. Akaja akafa bado Absalomu, na bado alikufa Adonia, vijana wake 4. Na sio hivyo tu, unafahamu alichokifanya Absalomu alipolala na masuria mbele ya macho ya Israeli mchana kweupe. Na ila anachoeleza ni nini? Na kana kwamba haitoshi, ilipunguza heshima na kujali kwa Israeli, kwa mfalme, kwa anguko alilolifanya. Na sikiliza ndugu zangu, kana kwamba haitoshi, ilileta shida kwenye familia na ilileta shida kwa taifa la Israeli. Mungu usamehe dhambi na sio matokeo ya dhambi. Agano Jipya imeweka wazi juu ya jambo hilo. Twende Golgotha kwenye ile Luka sura ya 23 ile aya 39 mpaka 43. Hapa kuna mwizi mmoja na kuna mwizi mwingine. Yule mwizi wa pili aliyesema unikumbuke katika ufalme wako utakapokuja, Yesu alisema, nami nakuambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Lakini hakumshusha kutoka msalabani. Dhambi na makosa aliyoishi akitenda yalibaki, ingawa ana msamaha, ana wokovu. Hiki ndicho huwa kinafanya Ibilisi anataka tusiamini tumesamehewa. Kwa nini? Kama mimi nimepata shida ya kiafya kwa sababu ya uasherati, nimeugua ugonjwa, halafu baadaye nikakutana na Yesu, ninatamani kusikia sio tu amenisamehe dhambi, lakini amenitenga na ugonjwa uliotokana na uchaguzi wangu wa zinaa. Sivyo? Ibilisi anajua tusipojua ukweli huu tutatilia mashaka msamaha wake. Kwa hiyo mtu anapopimwa hospitalini anaona bado anaumwa. Anapopimwa hospitalini anaona bado anaumwa, anasema mbona Mungu mimi hajanisamehe? Kumbe yeye anapima msamaha kwa sababu ugonjwa uliotokana na maisha yangu yasiyofaa mbele za Bwana nilitamani Mungu anitenge nao. Mungu usamehe, lakini sio lazima atoe matokeo ya uchaguzi wa maisha yangu yasiyofaa. Kama mtu ni mvutaji wa sigara akapata saratani ya mapafu, kweli akitubu kwa dhati Mungu anasamehe, lakini sio lazima afiksi mapafu yaliyopata saratani. Never. Bado ni Mungu aliyenisamehe hata kama saratani itabaki kwenye mapafu. Hapa ndipo Ibilisi anaposhughulika na akili za watu mpaka wanashindwa kuamini, hivi Mungu amenisamehe nini? Kwa niwaambie ndugu zangu, ndio maana hata kwenye mikutano ambayo tumekuwa tukifanya, nimepata nafasi ya kuingia kwenye magereza kadhaa, na nashukuru serikali yetu kwamba bado wanaamini hata wale waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa wanaweza kupata wokovu.
Kwa hiyo nimepita kwenye baadhi ya magereza ambao unakutana na mtu ambaye amehukumiwa kunyongwa hadi kufa, lakini amewekewa skrini, akapata neema, akaona wokovu. Unaweza ukashangaa, yani haogopi tena kukutana na kitanzi, ila ana amani na furaha ya pekee. Lakini sio kwamba Mungu kwa kuwa amemsamehe basi haja amtoe gerezani, amtoe kwenye kunyongwa. Hapana, yani consequences remains. There is ugly scars. Kuna makovu yenye jeuri ya uchungu yanabaki. Lakini hayo Ibilisi asitufanye tusikasahau, huwa tuna msamaha wa Mungu ingawa bado majeraha yanavuja damu, bado tuko na hali ile ile, bado hatujakubalika kwenye hiki. Ila jambo kubwa ni hili: nimekusamehe.